kudhihirisha Ukristo wetu. Na mwingine kwa sababu tumishi. Sasa mtumishi anasema matokeo, tuona Yesu kapona kiwete, kamfua wafu. Mimi nifue wafu na mimi. Sikiliza. Ipo hivi. Kila nafasi ambayo Mungu alikupa kwenye Ukristo, matokeo hayafanani. Swali. Yusufu alifua mtu. Yusufu lazima waziri alifua mtu. Elia alifanyaje? Alifua mtu. Lakini Yusufu alikufua mtu. Nafasi yake ya kuleta matokeo kwenye kile ambacho alichobeba ilikuwa kwenye uaminifu katikati ya mazingira magumu. Mungu kanisa. Swali. Yusufu alipoingia pale kwa Farao, alijitambulisha kwamba ana Mungu anayemwabudu aliye hai. Alijitambulisha. Ili kujitambulisha, ilipofika mazingira ya kutofautisha Yusufu ni mtu aina gani, ndipo watu wakaelewa kwamba Yusufu ni mtu aina gani. Yusufu hakusema kwamba mimi na uwezo wa kutafsiri ndoto. Hakusema. Ilipofika wakati wa kuzilisha ya kwamba yeye ni nani, ananiambia watu wakaota moto, wakaanza kuhangaika, wakaanza kuzunguka. Yusufu ametulia, wala hajibushi. Ilipofika wakati wakasema, hivi bwana mkubwa, Mungu akubariki sana, bwana mkubwa, hivi wewe bwana ni kama vile una kitu. Alafu usipate kusikiliza mzee, ndoto yako uliyoota 1, 2, 3. Yule jamaa akasema, I said, wewe sio mtu wa kawaida. Nikitoka hapa nitakukumbuka kwenye ufalme wako. Na kweli yule jamaa akaenda kwa Farao. Farao akaota ndoto. Farao akaota ndoto. Halafu Farao akasema, iteni watu wote wenye uwezo wa tafsiri. Wakaja wakatafsiri wakashindwa. Akasema, sasa tafanyeje? Yusufu yuko gerezani. Hivi watu wa Mungu muulize swali. Yusufu akiwa gerezani, hakujua kwamba Farao kaota ndoto? Anahangaika. Hakujua. Tupungiane kanisa. Yusufu hakujua. Yusufu alijua. Lakini akakimya. Katulia kimya. Anasubiri wakati ufike. Asilishe matokeo ya alichokibeba. Na wakati ulipofika, Yusufu akatajwa kwamba mzee kule gerezani kuna mtu mmoja huyo kiboko. Mwambiaje? Yusufu anakuja akiwa ametajwa. Hayataja yeye. Ongea na watu wako. Mtu anayedhihirisha matokeo katika Ukristo wake waga hahitaji, waga anatajwa. Waga hahitaji, waga anatajwa. Pale kazini pale, ikitokea changamoto fulani, aliyepata heshima kwa kudhihirisha matokeo ya Kristo aliyebeba, ananiambia watamtaja wenyewe ya kwamba kuna mpendwa fulani, huyu anafaa, akija hapa hii changamoto imeisha. Kwani waliona matokeo ya wokovu wako, watamtaja wenyewe kama mkuu. Kuna mtu fulani, yule mtu ni mwaminifu sana, kwanza kaokoka, alafu anampenda Mungu. Ukimpa hii nafasi atafaa. Wale hakujitambulisha, waliona matokeo ya nafasi yake. Yusufu anapotajwa, anayemtaja hakujitambulisha kwake kwamba anajua kutafsiri ndoto, ila aliona matokeo kwa nani? Kwa Yusufu. Ya kutafsiri nini? Yusufu anapotajwa, anapoenda kwa Farao, cheki jamaa alivyokuwa na akili. Anadhihirisha matokeo alichobeba, alafu anasema, naona hapa utafute mtu aje akae kwenye nafasi. Yaani sasa nzuri kwamba anasema, naona hapa utafute mtu aje afanye nini? Aje akae kwenye nafasi. Tafsiri yake ni kwamba Yusufu ni kama anasema, mimi nimesilisha matokeo ya Mungu niliyembeba. Sijasilisha kwa sababu ya kuonekana, kwa sababu ya kukaa kwenye nafasi fulani,
Nimezilisha ili mjue Mungu wangu ni Mungu aina gani, ni Mungu mwenye nguvu kiasi gani. Maana Mungu wangu nimemwelewa, imetosha. Wao wenyewe wanasema mzee, kwa ulivyofanya wewe unastahili kukaa hapa wakati upate mtu mwingine kama wewe. Wapi? Ndivyo ilivyo kwa watu ambao wanaomdhihirisha Mungu kwa matokeo. Hawatu hata akija kanisani akifanya jambo la Bwana afanye kwa ajili ya kuonekana, afanye kwa ajili muone, anafanya kwa ajili ya Mungu wake aliye hai. Mungu akitukuzwa wake inatosha. Nafasi pia sawa, haina sawa, lakini yeye anafanya kwa sababu yeye kazi yake ni kudhihirisha matokeo ya Mungu aliyembeba. Hivyo kazi yake. Kuna watu wako hapa wale kanisa hili, kuna watu wamejitoa na kuna wengine hata hawajui. Siku mkijua mchango waliotoa, heshima mtakayompa sio mnayompa leo. Tungiane kanisa. Ile kwa ushuhuda mdogo. Kuna mzee mmoja alifariki. Mungu mweke mahali pema. Mzee tumeoa sehemu. Alikuwa akienda pale SUA CCT. Mchungaji akitangaza hivi, jamani, kuna vijana hawa vijana inabidi wapate msaada wa kusoma, hawana ada. Yeye anatulia, anafanya kwa shule imekuja. Hawa vijana hapa nitawasomesha mimi kuanzia mwaka wa kwanza mpaka wa mwisho, ila ibaki kwa siri. Vijana wakasoma wakamaliza. Siku wanakuja kushuhudia kanisani kwamba tunashukuru kanisa, jamani, umetusaidia, tumesoma mpaka tumemaliza, Mungu awabariki sana. Akasema mchungaji, sawa, lakini hapa niseme ukweli, kuna mtu mmoja anaitwa Chaki, yeye peke yake alisomesha wote. Kanisa likatulia. Huyo Chaki aliposimama, walikuwa wakimcheki hivi, wanamchukulia kwa poa, wanamsahau. Kuanzia siku hiyo akifika kwenye ibada, wanamwambia mzee, kaa kwenye hichi kiti mzee. Kwa nini? Kasirisha matokeo bila mlango. Ndivyo alivyo Wakristo, heshima yao sio kwenye mlango, ni kwenye matokeo. Na yule mzee alipokufa, hivi ninavyoongea, Wakristo wamechanga viti vitatu, vimeandikwa Prosper Chaki, vimekaa mbele kama ukumbusho. Lakini nini kilichompa hiyo heshima? Alizilisha matokeo, hakuwa na Mungu. Wakristo, nataka niwaambie, heshima yetu ya kwenye Kristo sio kwenye mbwembwe, ni kwenye matokeo. Na matokeo sio mpaka ufanye kama mwingine. Kwenye nafasi yako fanya, na unapofanya fanya kama kwa Bwana, kwa kuwa watu ambao wenye heshima kwenye matokeo hawafanyagi ili wasijue, wanafanyaga ili Mungu atukuzwe. Swali, Yesu alipoulizwa kwamba wewe ndiye Kristo, angekuwa anapenda kisifa kwenye nafasi yake, angesemaje? Ndio mimi tuliyetoka mbinguni. Lakini Yesu alichofanya, anasema sifa zitakuja kwenye matokeo, haziji kwenye maneno. Matokeo ni nini? Akakaa katika nafasi yake, ponya kiwete, ponya kipofu. Wengi wakisema wewe mzee kutoka mbinguni, wewe mzee sio kawaida nini, bali Bwana matokeo wakasauti wenyewe. Sasa Kristo leo kwenye mitaa yetu kule, sifa tunataka kwenye maneno, sio kwenye matokeo.